Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha ya kila siku. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi hii leo katika kipindi hiki cha Matumaini. Kipindi hiki hulitoka kwa hisani ya shirika la Heralds of Hope pamoja na Transworld Radio Kenya. Basi iwe umesoma Biblia mara nyingi au umeanza kukumfuata Yesu hivi karibuni, kuna jambo hapa kwa ajili yetu sote, na kwa msaada wa Mungu tutajifunza pamoja. Jina langu ni Steve Amiri nikiwa na mwenzangu. Nami jina langu ni Robert Uching. Fikiria mwanzo wa uumbaji. Mungu aliumba dunia na kila siku akaijaza kwa viumbe mbalimbali. Siku ya 6 aliumba nchi, wanyama na mwanadamu. Kisha baadaye Mungu akaona kuwa mwanadamu yuko peke yake. Na hilo halikuwa jema. Akamfanya Adamu alale usingizi na kutoa ubavuni mwake akamfanya mwanamke. Sasa hii ni hadithi tunayoijua, lakini ya ajabu sana. Sasa Adamu hakuwa peke yake tena. Tunaweza kusema Hawa alimkamilisha Adamu. Naam. Kabla yake kulikuwa na kitu kilichokosekana. Pamoja naye akawa mkamilifu. Wazo hili la kukamilika ndilo somo letu la leo tunapojifunza jinsi ya kuwa tumekamilika ndani ya Kristo. Bila shaka. Sasa katika Yohana 14:6 Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kauli hii imewasumbua watu wengi, Robert. Ni vigumu kwa watu wenye kiburi kukubali Injili kwa sababu ni rahisi. Wanapata ugumu kukiri kwamba maarifa yao, juhudi zao au kitu chochote hakiwezi kuwasaidia kupata wokovu. Wengine hufundisha kwamba wokovu unatoka ndani yetu. Kwamba tukigundua kilichofichika ndani yetu ndipo tunakookolewa. Mtazamo huu unasema kwamba ukombozi ni mchakato wa kujitambua. Watu wengi mashuhuri katika dini, katika elimu na sanaa wamekubali injili hii ya uongo. Sasa ndiposa mchungaji Dietrich Bonhoeffer akasema kwamba kifo na ufufuo wa Yesu Kristo ndio msingi pekee wa tumaini letu. Na wokovu wetu uko nje yetu katika historia ya Yesu Kristo. Hatuwezi kuongeza chochote katika wokovu, Amiri. Yote ni ya Kristo na ndani yake tumekamilika. Hata leo watu wengi bado wanajaribu kuongeza mambo ili mtu aokolewe kikamilifu. Lakini Paulo anatufundisha wazi kwamba tumekamilika ndani ya Kristo pekee. Robert, sasa tuangalie maandiko katika Wakolosai 2:8 na 15. Paulo anasema tujihadhari ili mtu yeyote asitupoteshe kwa falsafa na udanganyifu mtupu, kulingana na mapokeo ya wanadamu na kanuni za dunia, na si kulingana na Kristo. Kwa maana ndani ya Kristo, ndani yake unakaa utimilifu wote na uungu kwa jinsi ya mwili, na sisi tumekamilika ndani yake, yeye aliye kichwa cha enzi zote na mamlaka. Anasema kwamba pia tulizikwa pamoja naye katika ubatizo, tukafufuliwa pamoja naye kwa imani. Bila shaka. Na kwamba Mungu ametusamehe dhambi zote. Kweli. Akaondoa hukumu iliyokuwa juu yetu na akaibandika msalabani. Pia alizivua nguvu falme na mamlaka, akazishinda waziwazi. Amiri, tuingie katika sehemu ya kwanza ambayo ni kwa sababu ya utu wake. Sababu ya kwanza inayothibitisha kuwa tumekamilika ndani ya Kristo ni kwa sababu ya utu wake. Umuhimu wa Kristo hauwezi kupuuzwa. Dini za uongo na mafundisho ya kupotoshwa hushindwa kumpa Yesu nafasi yake sahihi. Alafu walimu wa uongo walitaka waumini waongeze mambo juu ya Kristo. Ndio maana Paulo anaanza kwa onyo kali sana. Jihadharini. Naam. Kuna watu wanaojaribu kuwapotosha, kuwachukua mateka kwa maneno laini na mafundisho yao. Amiri, mara nyingi tunaona watu wenye mvuto na uwezo wa kuzungumza wakileta ufunuo mpya au neno jipya. Wananukuu maandiko lakini mara nyingi nje ya muktadha. Si kila anayenukuu maandiko ni mwalimu wa kweli. Mwalimu mmoja mwenye ushawishi anaweza kupotosha wengi sana, hasa wale ambao hawajaimarika katika neno la Mungu. Kweli kabisa, Amiri. Nakuuliza, Paulo anaeleza vipi asili ya mafundisho haya ya uongo? Anasema yanatokana na falsafa ya kibinadamu.
udanganyifu mtupu na mapokeo ya wanadamu. Yanategemea kanuni za dunia na si Kristo. Walimu hawa walipima mambo ya kiroho kwa mambo ya mwili na walijiona kama watu wa kipekee wenye maarifa ya siri. Lakini ukweli ni kwamba Kristo ndiye kipimo cha maarifa yote, kwa sababu yeye ndiye muumba na mtegemezi wa ulimwengu. Paulo anasema ndani ya Kristo kuna utimilifu wote wa uungu kwa jinsi ya mwili. Hii ina maana kwamba Yesu alikuwa Mungu kamili katika mwili na kibinadamu. Katika mwili na kama binadamu. Mafundisho ya uongo yalidai kwamba Yesu hakuwa na mwili halisi au kwamba Kristo alimjia na kumwacha. Lakini yote haya si ukweli. Naam. Kwa sababu Yesu ni Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. Na kwa sababu hiyo pekee ndiye anayeweza kuwa mwokozi wetu. Hii ina maana gani kwa wokovu wetu? Robert, inamaanisha kwamba Yesu pekee anaweza kutosheleza ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi. Hatuwezi kuongeza chochote. Ndani yake pekee ndipo tunakamilika kikamilifu. Kweli kabisa, Mary. Basi tuitimize hili. Naam. Ni wazi kwamba kuwa mkamilifu ndani ya Kristo huanza kwa kumjua yeye ni nani. Kadri tunavyomtafakari na kuelewa maisha yake, ndivyo maisha yetu yanavyobadilika. Na hivyo basi ni muhimu kuendelea kumtafakari Kristo na kuelewa ukuu wake. Ndani yake pekee ndipo tunapata ukamilifu wa ukweli. Naam. Basi shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi, na ikiwa utapenda kupata mafundisho haya au mengine, unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya barua pepe. Anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu ya www.heraldsofhope.org. Unaweza pia kutupata katika mitandao ya kijamii kwa @TWR Kenya. Tunatazamia kusikia kutoka kwako. Hadi wakati ujao, chukua muda kutafakari ukuu wa Yesu Kristo. Na kama Waebrania inavyosema, Mungu amesema nasi kupitia mwana wake, ambaye ni mng'ao wa utukufu wake na mfano halisi wa nafsi yake. Mie nimekuwa kwa msimulizi Steve Amiri, na jina langu ni Robert Ochieng. Zidi kubarikiwa.